Hatustahili Bwana kuzungumza na wewe ukaonekana kwetu. Baba, tunaomba kazidi kutuosha na kutakasa. Ukamtakase Bwana kutuhurumia tena siku ya leo. Tunaomba Bwana ukazidi kuonekana kwa ajili ya kila mmoja. Tunaomba Bwana ukaonekana kwa mama na baba. Ukazidi kuonekana Bwana kwa familia zetu. Ukaonekana Bwana kwenye ndoa zetu. Ni kweli Bwana tumekuwa ni watu seti. Tumekuwa ni watu wenye nia mbili kwa ndoa zetu. Baba, tunaomba siku ya leo. Sema amen. Kuonekana Bwana. Soma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 na mstari wa kwanza. Haya ni maombi kwa ajili ya wamama. Naomba usipoteze muda wako. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari ule wa kwanza. Nitasoma kama ilivyonenwa. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Ishara kubwa ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyevikwa jua. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake. Na juu ya kichwa chake. Taji la nyota 12. Alikuwa na paji lenye nyota 12. Sikiliza vizuri. Mstari wa pili. Mwanamke ndiye alionekana kwenye paji lake la uso. Nyota 12 zilionekana kwenye paji la uso wa mwanamke. Nyota 12 ni ishara ya nuru kwenye makabila au mataifa 12 ya Mungu. Haleluya! Mwanamke alionekana kwenye paji la uso akiwa na alama ya nyota 12. Nyota ni kuangaza. Nyota ni hatima ya maisha. Nyota ni maisha ya mtu. Haleluya! Mwanamke alionekana kuwa na hatima za mataifa 12. Mwanamke amebeba kitu kikubwa na kizito sana. Mungu ana mataifa 12 tu. Kabila za Mungu ni 12 tu. Zote zinaonekana kwenye paji la uso wa mwanamke. Mwanamke ni jeshi kubwa. Sio jeshi kubwa kusema mdomoni. Anasemaje? Mstari wa pili maandiko yanasema. Mstari wa pili. Naye alikuwa ana mimba. Yule mwanamke alikuwa ana mimba. Akilia. Akiwa na uchungu. Na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama. Joka kubwa jekundu. Lilikuwa na vichwa 7. Na pembe 10. Na juu ya kichwa cha yule joka vilemba 7. Na mkia wake unaokokota theluji ya nyota za mbinguni. Na kuziangusha katika nchi. Na ile joka likasimama mbele ya yule mwanamke. Sio mwanamke tayari kuzaa. Sikiliza. Joka halikusimama mbele ya mwanaume. Joka lilisimama mbele ya mwanamke aliye tayari kuzaa. Mwanamke huyu alikuwa tayari kuzaa. Ili azaapo, lengo la yule joka, yule mwanamke azaapo, limle mtoto wake, limchukue mtoto wake. Neno kumla, kumpoteza. Neno kumla yani linafuta habari za yule atakayezaliwa. Haleluya. Ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo utakuta maandiko yanasema, baada ya wanadamu kutenda dhambi, baada ya Adamu na mke wake kula tunda ambalo Bwana alikataa, kuna neno Mungu akasema,
Nitaweka uadui kati yako mwanamke na huyu joka, sio mwanaume. Adui wa kwanza wa shetani sio mwanaume, ni mwanamke. Kwenye hizi siku 5 tutajifunza pole kipengele kimoja baada ya kingine, na tutaomba kipengele kimoja baada ya kingine. Lakini kuanzia leo ujue adui wa shetani sio mwanadamu wa kiume, ni mwanadamu wa kike. Kwa nini? Umeona kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, aliyebeba mataifa ya Mungu 12 ni mwanamke. Ndio maana mwanamke akili yake kutokueleweka ni swala la kawaida. Mizigo aliyobeba mwanamke, light angejua, angeishi maisha tofauti sana. Light ungejua mwanamke una mizigo mikubwa kiasi gani. Kila kitu Mungu anamtegemea mwanamke ili afanye jambo. Na ndio maana mwanamke akijisahau kidogo tu anakuwa kitu cha ajabu mpaka jamii inashangaa. Tofauti na mwanaume. Mchukue mwanaume mlevi, mlinganishe na mwanamke mlevi. Au chukua mwanaume mvue nguo zote, alafu chukua mwanamke mvue nguo zote, waambie watembee barabarani. Haleluya. Kuna mmoja watu watamkimbia kuliko mwingine. Mwanamke alipokuwa karibu kujifungua, lile joka likawa nalo liko karibu, linasubiria yule mtoto limle, manake limuondoe, manake liharibu kila kitu. Haleluya. Hatima ya maisha ya mtu yeyote inatakwa kwa mama yake. Mwanamke anapobeba mimba ikaanza kumsumbua, anayekunywaga madawa ya kila rangi sio mwanaume, ni mwanamke. Kila mmoja anayenisikiliza leo, maisha yake yaliharibiwa na mwanamke. Kama sio mama yake, ni mwanamke aliyekutana naye alipojitambua. Hakuna binti anayefuataga tabia ya baba. Binti anafuata tabia ya mama. Haleluya, haleluya. Simama tuombe. Wewe kwa jina lingine, mwanamke ni kiwanda. Kiwanda kikiharibika, niambie material yatakayotokea kama ni mazuri. Kamata tumbo lako mwanamke. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna dunia. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna nchi. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna kijiji. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna mkoa. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna wilaya. Ndani ya tumbo ya mwanamke kuna kitongoji. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna ukoo. Ndani ya tumbo la mwanamke kuna familia. Mwanaume aliyekuoa ulimzaa wewe. Mwanamke mmoja akipigwa, imepigwa kitongoji, imepigwa ukoo, imepigwa familia, imepigwa wilaya, imepigwa mkoa, imepigwa nchi, imepigwa dunia. Mwanamke mmoja. Leo hata watu wote tukifa wote, akabakia mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Haleluya. Akishafanikiwa kumpa mimba yule mwanamke, huyu mwanaume hata akifa, yule mwanamke mmoja atakayebaki duniani ni dunia nyingine. Haleluya. Mwanamke ni kiwanda. Kiwanda ikiharibika, hakuna bidhaa inatokea. Kamata tumbo. Sema kwa jina la Yesu. 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 Mataifa 12. Mataifa 12. Ndani yangu. Yaliyoharibika. Yaliyoibiwa. Inatangaza.
urejeshwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mataifa 12 dunia nzima, ndani ya tumbo langu, chochote kile kwenye tumbo langu kilichoibiwa, kilichoharibika, rudisha, 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 rudisha. Sikiliza, unaweza ukakuta familia wote wana ugonjwa wa kufanana. Elewa, walitoka kwenye tumbo hili, walitoka kwenye tumbo hili. Kwa hiyo tatizo sio kwa wale wanafamilia, tatizo liko kwenye tumbo la mwanamke wa hiyo familia. Tumbo la mwanamke linaweza likazaa watoto wenye akili tu, na linaweza likazaa watoto wajinga tu. Haleluya. Unasema mbona mimi mama yao sikuwa hivi? Mbona mimi baba yao sikuwa hivi? Wakishakoroga hapo ndani hakuna kitu kinaweza tokea. Sema chochote cha kibaraka kwenye tumbo langu kilichoondolewa kwa jina la Yesu, na amuru kirejee siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza. Rudisha, rudisha. Hebu fungua kinywa chako ukiwa umeshika mkono tumboni. Mwambie Bwana, ruhusu moto upite kwenye tumbo. Tumbo lako linapofunguliwa, anafunguliwa mtoto wako. Tumbo lako linapofunguliwa, anafunguliwa mjukuu wako. Tumbo lako linapofunguliwa, anafunguliwa kitukuu. Maisha yote ya binadamu yalianza na mwanamke mmoja. Omba, 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 omba katika jina la Yesu. Ile tumbo liwake moto. Tumbo la mwanamke ulilotoka wewe liwake moto, liwake moto, liwake moto. Kuna wengine walitoka kwenye matumbo ya wamama yaliyoharibika, na tuma moto sahi kwenye tumbo la mama yako. Popote pale alipo, popote pale alipo, na achilia moto, inatuma moto kwenye tumbo la mama yako. Pokea moto. Omba mwanamke katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza moto ndani ya tumbo langu. Yale mataifa 12 ya Bwana uliyokusudia ndani yangu, chochote kilichoibua kwangu, ninatangaza moto watoke ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza moto wake kwa wanawake walioshika matumbo yao, ninatangaza moto wake ndani yetu katika jina la Yesu. Ile baraka uliyokusudia ndani ya tumbo langu, ile mwanamke wa baraka, ile mtoto wa baraka uliyokusudia ndani yangu, ninatangaza moto. Ile chochote kilichoiba izao yangu na tumbo langu, ile osha moto, tumbo lake moto, tumbo langu lake moto katika jina la Yesu. Ile tangaza moto upite kwa tumbo langu, ile tangaza moto upite ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Kwenye tumbo la mwanamke uliotoka wewe, kwenye tumbo la mwanamke uliozaliwa wewe, leo nahangaika kwenye maisha yako, na amuru saa hii katika ulimwengu wa roho, mwanamke yeyote aliyekuleta duniani, mwanamke yeyote aliyekuzaa wewe, leo unateseka na ndoa, unateseka na elimu, yeyote aliyefunga tumbo la mama yako ili wewe maisha yaharibike, popote pale mama yako alipo, popote mama yako alipo, natuma moto, natuma moto kwenye tumbo la mama yako ulikozaliwa. Umezaliwa na matatizo ya ndoa, umezaliwa na matatizo ya uchumi, umezaliwa na matatizo ya afya. Hilo tumbo la bibi yako, huyo bibi kiza mama, huyo bibi kiza bibi, hilo tumbo la mama yako, hilo tumbo la bibi yako iliyokuzaa wewe ukiwa na matatizo, ninatangaza moto, ninapeleka moto, funguka. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Ile tumbo iliyokuzaa wewe, huyo joka aliyekusubiria wakati wa kuzaliwa, nafungua leo. Ile tumbo funguka, ile tumbo lifunguke, ile tumbo lifunguke. Ile tumbo la mama yako, ile tumbo la bibi yako aliyezaliwa mama yako, natangaza ile tumbo kokote kule aliko, hata kama amezikwa huko makaburini, tumbo la bibi yako kamata moto, tumbo la mama yako kamata moto, funguka katika jina la Yesu. Ninatangaza moto leo, ninatangaza moto leo, ile moja fungulie kwa jina la Yesu Kristo. Aliyekamata tumbo lake, aliyekamata tumbo lake, nimekuwa Isaya laana kwa jina la Yesu Kristo. Isaya laana, wakamata, 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 wakamata katika jina la Yesu. Ninatangaza moto, ninaachilia moto, kila kitu yote, kila laana yote iliyoingia kwako,
mwanamke, inatangaza moto ukuta mwanamke, inatangaza moto waka moto leo, ile tumbo yake moto, ile tumbo yake moto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ile ni madhabahu, ile funga tumbo lako, ile ni majoka, ile funga tumbo lako, ile ni laana, ile funga tumbo lako, waka moto leo, inatangaza moto, inaachilia moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inatangaza moto, inaachilia Yesu Kristo, ile tumbo la mwanamke, ile funga la katika jina la Yesu Kristo. Ile tumbo lako natangaza liwake moto, ile tumbo linalozaa watoto wanakufa, ile tumbo linalozaa watoto wanakufa, natangaza moto kwenye tumbo lako. Kama unazaa watoto wanakufa, kama unazaa watoto ni kilema, kama unazaa watoto ni vilema, unazaa watoto hawatoki shule, ile tumbo lako liwe moto. Natangaza moto leo, natangaza moto leo. Hiyo hadi kwenye tumbo lako, hiyo hadi kwenye tumbo lako, ameharibu tumbo lako. Kila watoto naozaa hawataki shule, watoto naozaa wanakufa, watoto wako hawataki kuoa wala kuolewa. Nani aliyekamata tumbo lako? Amegeuza tumbo lako, inazaa watoto ambao sio faida, inazaa watoto ambao sio baraka. Huyo aliyekamata tumbo lako, aliyegusa tumbo lako mwanamke, natangaza moto, inaachilia moto, inaachilia moto. Kamata moto, kamata moto, kamata moto. Ile tumbo ya mwanamke, ile tumbo ya mwanamke, fire, 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 fire. Ile tumbo yote moto, walichopanda kwenye tumbo, leo kitapike, leo kitapike, leo kitapike. Ile tumbo lako, ililozuia usizae, ile tumbo lako unaozaa watoto hawataki shule, ile tumbo lako unazaa watoto hawataki kuolewa, ile tumbo lako unazaa watoto hawataki kuoa, ile tumbo lako unazaa watoto hawana afya vizuri, ile tumbo lako unazaa watoto ni vilema. Natangaza moto kwenye tumbo lako, rejesha, rejesha baraka waliochukua kwenye tumbo lako, baraka iliyochukuliwa kwenye tumbo lako. Natangaza moto, natangaza moto, rejesha, rejesha. Ile tangaza ile jesho, ile ndio baraka, ile msema ya kwanza, baraka tumbo yako, ile kwa mrefu, ile tangaza ile jesho, ile chini ya Yesu, ile rejesha ndio, ile afya yako, ile jesho, ile jesho, ile jesho, ile jesho ndio, ile chini ya Yesu, ile tangaza ile jesho, ile ndio Bwana, katika jina la Yesu. Sikiliza. Sikiliza. Unawezekana unaomba usichojua. Hebu rudia kusoma Ufunuo wa Yohana. Naomba mwenye muda aniletee. Hebu rudie, soma Ufunuo wa Yohana. Inawezekana unaomba ambacho hujui. Kama kuna mwanamke hapa, ili ombi anapaswa kuomba zaidi ya kichaa. Ufunuo wa Yohana 12, rudia tena. Nitasoma. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Ishara kubwa ilionekana mbinguni. Mwanamke amevikwa jua. Mwanamke alivikwa jua, manake nuru. Haleluya. Amen. Mwanamke ndiye anayeweza kuzaa mtoto kilema. Mwanamke ndiye anayeweza kuzaa mtoto akakataa shule. Mwanamke ndiye anayezaa mtoto mgonjwa kila siku hospitali. Mwanamke ndiye anayezaa mtoto hataki kuolewa. Mwanamke ndiye anayezaa mtoto hataki kuoa. Kwa nini? Soma maandiko. Nataka uombe. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Juu ya kichwa chake taji la nyota. Juu ya kichwa cha mwanamke kulikuwa na paji lenye nyota 12. Nyota 12, mataifa 12 ya Mungu. Utukufu wote wa Mungu uko ndani ya mwanamke. Amen. Kabla Mungu hajaongea na mwanaume, yuko na mwanamke. Mungu anamtukuza mwanamke kama chombo au kiwanda cha kusababisha mambo yatokee. Haleluya. Kwa nini mwanamke ana vita? Kwa nini mwanamke ana matatizo kuliko mwanaume? Mwanamke ndiye kiwanda cha Mungu kuzalisha mambo yote unayoyaona. Rais wa nchi amezaliwa na mwanamke, wabunge wamezaliwa na mwanamke, maaskari wamezaliwa na mwanamke. Mwanamke aliyezaa rais wa nchi anafurahi, mwanamke aliyezaa chizi barabarani analia. Kwa nini analia? Mwanamke aliyezaa bibi harusi anafurahi, mwanamke aliyezaa kahaba analia, mwanamke aliyezaa bwana harusi anafurahi, mwanamke aliyezaa kibaka, jambazi, vubabangi analia. Kwenye paji
la uso wakaonekana nyota 12. Nyota 12 ni mataifa 12 ya Mungu. Manake utukufu wote wa Mungu kabla kwingine kokota hujatokea uko kwa mwanamke. Na ndio maana vita ya mwanamke ni kubwa kuliko mwanaume, kwa sababu hakuna mwanaume pasipo mwanamke. Mstari wa pili, maandiko yanasema naye alikuwa ana mimba. Mwanamke alikuwa na mimba akilia akiwa na uchungu, kwa uchungu na kuumwa katika kuzaa. Alikuwa tayari kujifungua. Mstari wa tatu, ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama, angalia, joka kubwa jekundu, Shetani, lilikuwa na vichwa 7, akiwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake, na juu ya kichwa cha yule joka vilemba 7, ana vilemba 7, mkia wake, na mkia yule joka unakokota theluji, unakokota 3% ya baraka ya nyota za mbinguni. Haleluya. Akaendelea kusema na kuziangusha katika nchi. Zile nyota Shetani alikuwa akiziangusha katika nchi. Na lile joka likasimama mbele ya yule mwanamke. Shetani alikuwa mbele ya yule mwanamke mwenye uchungu kuzaa. Kuna wanawake wamezaa, alikuwa tayari. Joka alikuwa mbele ya yule mwanamke anayetaka kuzaa. Kwa lengo gani? Ili mwanamke azaapo limle mtoto wake. Kuna watoto umezaa, sio watoto wale, ni makopo, sio watoto. Haleluya. Kwa nini wewe uzae watoto wa kupeleka hospitali usiku, mchana, jioni? Ina maana wewe umezaa watu wa kushindia hospitali? Ina maana wewe umezaa matatizo? Maana yake kuna joka ulimwengu wa roho, maana yake kuna shetani ulimwengu wa roho anayekaaga kusubiria wakati unataka kuleta kitu chema duniani. Leo tuna wanawake wamezaa rais wa nchi, lakini tuna wanawake wamejaa majambazi. Leo tuna wanawake wamezaa mabibi harusi, nimesema, lakini tuna wanawake wamezaa makahaba, lakini pia tuna wanawake wamezaa mabwana harusi, na tuna wanawake wamezaa majambazi yanaua watu. Inategemea wakati unazaa nini kilitokea wakati unazaa wewe mwanamke. Haleluya. Maandiko yanasema yule mwanamke alipokuwa tayari kujifungua, kulikuwa na shetani akingojea kinachotoka akile. Neno ukila chakula kikaisha, maana yake pale chakula ionekani. Haleluya. Leo kuna watu wamezaliwa ni sawa na zero, yani ni marehemu, sio marehemu, yani hawapo ila wapo. Maana yake nyota yako shetani alitafuna siku ile ile mwanamke amezaa. Haleluya. Tunahitaji wanawake wa Mungu ili wasimame kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya uzao. Nimesema mwanamke ndiye aliyezaa dunia nzima. Haleluya. Wanaume wamefikia hatua wanaoana wao kwa wao, lakini bado hawazai. Mwanamke mpaka leo kule Ulaya bila mwanaume anaweza tungishwa mimba na kazaa. Yaani wazungu na akili zao zote wameshindwa kutungisha mimba kwa mwanaume, lakini mwanamke kule Ulaya leo anaweza beba mimba bila kushiriki tendo la ndoa, ila sio mwanaume. Nataka uelewe wewe ni mtu wa zamani kiasi gani. Nataka uelewe wewe ni mtu wa muhimu hapa duniani kuliko mtu mwingine, kuliko kiumbe kingine. Kama kuna viumbe Mungu ameviumba, kiumbe namba 1 cha kuwa makini ni mwanamke. Ulaya wametengeneza maabara ya kuzalisha watoto. Wanaweza kutungisha mimba kwa mwanamke bila kuwa na mwanaume, ila hawawezi kutungisha mimba kwa mwanaume. Haleluya. Mwanamke mmoja ni dunia.
Mwanamke mmoja ni nchi nzima, mwanamke mmoja ni mkoa mzima, mwanamke mmoja ni wilaya nzima, mwanamke mmoja ni kitongoji chote, mwanamke mmoja ni kijiji kizima, mwanamke mmoja ni ukoo, mwanamke mmoja ni kijiji. Haleluya. Nataka ujue, sio wote watoto uliozaa umezaa watoto, mengine mabovu. Maandiko yanasema alipokuwa tayari mwanamke kujifungua, joka alisubiri kwa lengo la kumla yule mtoto. Kuna watoto waliliwa siku umejifungua. Hayo unaohangaika ni mabomu, hamna mtoto. Leo ukishika tumbo lako hivi, mwambie Bwana, chochote cha kibaraka kilikuwa ndani ya tumbo langu, kilichoibiwa na kilichoharibika, kirejee. Unaweza ukaombea tumbo lako, usipeleke mtoto wako hospitali. Unaweza ukaombea tumbo la mama yako, wewe mwenyewe ukapata mchumba na ukaolewa ukafunga ndoa. Kuna watu wako hapa kwenye matumbo ya mama zao na bibi zao walikotoka, ndo matatizo wanayoishi. Nimesema anaweza akatokea mtu mmoja kwenye familia akafa na kisukari, na mwingine akifika umri wa ile anakufa na kisukari, na mwingine anakufa na kisukari. Nini imerogwa? Sio wanaokufa wamerogwa, tumbo waliotoka limerogwa. Haleluya. Ndio maana mwanamke atakwambia amepoteza nguo ya ndani, sio mwanaume. Mwanaume nguo ya ndani anaijua inaenda wapi. Maana yake mchawi anajua akipata nguo ya ndani ya mwanamke amepata kizazi chote. Maana nguo ya ndani ya mwanamke ni sawa na kizazi cha mwanamke. Ndio maana wanawake wengi waulize nguo za ndani, walianika hawakuzikuta. Na unaona ni kawaida. Kama ni kawaida, kwa nini boxer za wanaume hazipotei? Wewe anza kufua nguo zako, anika hovyo hovyo kama unazikuta. Ila mwanaume hata akiacha barabarani anaikuta. Kama kuna kiumbe kilipaswa kuchunga kwenye maisha, mwanamke. Simama kwa miguu yako. Nataka uombe. Nataka uelewe hivi, wewe ni kiwanda. Kamata tumbo lako tena. Tunaomba. Kama inawezekana ni wewe, nawe umetoka kwenye tumbo la hovyo hovyo, maisha unayoishi ya hovyo hovyo yako kwenye tumbo lilotoka. Unaomba, napeleka moto kwenye tumbo la mama yangu, napeleka moto kwa tumbo ya bibi yangu. Sema kwa jina la Yesu, weka mkono tumboni. Yaani watoto wako wako tumboni hapo, sio uliyembeba. Watoto wako sio walioko nyumbani. Kwenye tumbo kuna hazina. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chochote kwenye tumbo langu kilichowekwa, kilicholiwa na adui aliyenisubiria wakati wangu wa kujifungua, rudisha kwa moto, rudisha kwa moto, rudisha kwa moto, rudisha kwa moto, rudisha kwa moto. Ayaanza kuomba, za kuomba, za kuomba. Yesu Kristo, ile tangazo chochote kile kilichoibia na tumbo yangu, ile tangazo la tosha, narudisha kwa moto kwa Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, ninarudisha kwa moto, ninachukua baraka, kilichoibia ndani yangu, ninarudisha kwa sasa hii, katika jina la Yesu, ile tangazo la tosha, ile tangazo la tosha, kilichoibia ndani ya tumbo mama yangu, kilichoibia ndani ya tumbo mama yangu, kilichoibia ndani ya tumbo bibi yangu, ninarudisha leo, ile tangazo la tosha, ile tangazo la moto, nikarudishe, kilichoibia ndani yangu, nikarudishe, kilichoibia ndani yangu, kwa jina la Yesu, ile tangazo la tosha, kwa jina la Yesu Kristo, ile tangazo leo, nikarudishe, nikarudishe, kilichoibia baba yangu mzazi, kilichoibia na bibi yangu, kilichoibia na bibi yangu wa pili, ile tangazo leo, nikarudishe, nikarudishe, kilichoibia ndani yangu, katika jina la Yesu, ile tangazo leo, ile tangazo la tosha, kwa ulimwengu wa roho, ile tangazo leo, nikarudishe, nikarudishe, ile tangazo leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Huyo mwanamke aliyekuzaa, huyo mwanamke aliyekuzaa wewe, kwenye tumbo lake wanatoka watoto wasiopenda shule, wanazaliwa watoto wasiopenda shule. Leo unajaribu kwenda shule, lakini kwenye tumbo la mama yako hakukuwa na uwezo wa mtoto kwenda shule. Huyo joka aliyekula hatima za watoto, hatima za familia nzima, kwa jina la Yesu, ile tumbo la mama yako, ile tumbo la bibi yako ambalo umezaliwa wewe, halina uwezo wa kuzaa watu watakaosoma, halina uwezo wa kuzaa watu watakaoa na kuolewa, kwa jina la Yesu.
Yesu Kristo. Natangaza moto kwenye tumbo la bibi yako, natangaza moto kwenye tumbo la mama yako, natangaza moto kwenye tumbo lako. Hao watoto hawataki shule, hao watoto hawataki kuoa, hao watoto hawataki kuolewa, hao watoto hawapati ajira, hao watoto hawataki kazi kwenye tumbo lako. Kamata moto, kamata moto, kamata moto mwanamke, kamata moto mwanamke. Funguka mwanamke, funguka mwanamke, achilia mwanamke, achilia mwanamke. Popote pale walipokamata nyota 12, popote pale walipokamata uzao wako, natangaza moto. Funguka, funguka kuanzia mstari wa kwanza, achiliwa. Kamata, 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 kamata. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uzao wako funguka, uzao wako funguka, uzao wako funguka, uzao wako funguka, uzao wako funguka kuanzia mzaliwa wa kwanza, ikiwezekana. Funguka, funguka uzao wako, uzao wako uliochukuliwa na adui wakati wanajifungua. Natangaza moto, huyo mtoto wako wa kiume, huyo mtoto wako wa kike, aya, natangaza moto. Achia, 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 achiliwa, achiliwa. Huyo mzali wako wa kwanza, huyo mzali wako wa kwanza, natangaza kumkomboa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe sio watoto wagonjwa, wewe sio watoto wagonjwa, katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ya watoto wako yaliyoko tumboni, wacha moto, wacha moto katika jina la Yesu Kristo. Yatangaza kuachiliwa leo, yatangaza kuachiliwa leo katika jina la Yesu. Tumbo lako liachiliwe, tumbo lako liachiliwe, yatangaza Bwana, urejesho ndani yetu katika jina la Yesu. Kila nguvu kuanzia saa hii, yatangaza urejesho, yatangaza urejesho, tumbo lako moto, tumbo lako liachiliwe, tumbo lako liachiliwe. Siku ni magonjwa, yatangaza moto, siku ni mkosi, yatangaza moto, tumbo lako liachiliwe. Yesu mtoto asiyeeleweka, Yesu mtoto asiyesema, Yesu mtoto asiyema baraka, yatangaza urejesho, yatangaza urejesho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yatangaza urejesho kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la urejesho. Yesu achia, yakibariki achiliwe katika jina la Yesu. Walipopeleka watoto wako, natangaza warudishe leo. Ninaamuru watoto warudishe katika ulimwengu wa roho. Hao watoto wako warudishe, watoto wako warudishe, watoto wako warudishe kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaamuru hao watoto wako warudishe katika ulimwengu wa roho, watoto wako warudishe. Ninatangaza moto katika ulimwengu wa roho. Hao watoto wako rudisha, 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 rudisha. Uzao wako, uzao wako walichokuchukulia, walichokibeba, rudisha. Hao watoto wako rudisha, uzao wako rudisha. Watoto wako warudishe, watoto wako wa kiume, watoto wako wa kike, warudishe, 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 warudishe kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, rudishe katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Kaa kwenye kiti chako na utulivu, kaa kwenye kiti chako. Haleluya. Leo ni siku ya kwanza ya kongamano la wanamama kufunguliwa. Mwanamke, hakikisha hizi siku 5 hazipotei kwa gharama yoyote. Itakusaidia kujua wewe mwanamke kwanza hapa duniani ulikuja kufanya nini? Kwa nini uliumbwa mwanamke? Lakini pia utapata nafasi ya kuomba. Naomba kuanzia kesho watu tuwai. Haleluya. Tuna masaa mawili tu. Hakikisha unafanya maandalizi yako mapema, saa 9 kamili uwe umeshafika. Kesho tutaendelea na hili ombi. Chochote kwenye tumbo lako. Tumeona maandiko yanasema alipokuwa karibu kujifungua kulikuwa na joka, lengo ale mtoto. Leo tuna watoto walishamezwa. Wewe unasema mtoto wangu kila siku anaumwa, mtoto wangu hataki shule, mtoto wangu hataki kuolewa, mtoto wangu hataki kuoa. Maandiko amesema mwanamke alipokuwa karibu kujifungua, joka alikuwa karibu anasubiri mtoto ameze. Mtoto wako wa kike akimezwa na huyo joka hawezi olewa. Kitu hewa akifanyagi kazi. Haleluya. Na hata akiolewa anaachika.
Mtoto wako wa kiume akimeswa hawezi oa, hawezi soma, hawezi kuwa msaada kwako wewe mama. Utasema mtoto wangu sijui nimezaa laana. Hujazaa laana, yupo shetani alimeza siku najifungua. Kwa hiyo wewe muda wote umekuwa ukilea, haulei mtu, unalea lijitu, sio mtu. Sasa hivi amekuwa ndo anakuonesha mimi ni lijitu. Kuna wamama wanaongea kauli nzuri naipenda. Wanasema huyu mtoto inawezekana siku najifungua niliacha mtoto, kuna jitu fulani waga linatangulia kabla ya mtoto. Sijui linatangulia, sijui linaanza, nahitaji kwa Kiswahili inaitwa kondo, unalifahamu? Yaani ukijifungua mtoto kuna ule mfuko wa mtoto unafuata nyuma. Nakumbuka naelewa. Sasa kuna wamama wana kauli nzuri wanasemaga huyu mtoto niliacha hospitali nikachukua ule mfuko wake. Ni kweli, umenena vyema. Mtoto wako ulipojifungua, maandiko yanasema aliliwa na joka. Kwa hiyo ulichochukua sio mtoto. Sasa anachokifanya sasa hivi anakudhihirishia haukuchukua mtoto. Kwa hiyo kuna mtoto uliyejifungua, sio uliye naye. Uliye naye ni mfano. Picha ya samaki unaweza kulia ugali. Sasa wewe una picha ya mtoto, hawezi kukusalimia, hawezi kujua wewe ni mzazi, hawezi kukusaidia. Ni picha, picha haifanyi kazi. Maandiko yanasema mwanamke alipokuwa karibu kujifungua, joka naye alikuwa karibu yake kwa lengo la akijifungua amle mtoto. Mtoto aliyeliwa, unafikiri wa nani sasa? Kama sio wa kwako, haya ameliwa wa nani? Maandiko yanadhibitisha mwanamke alipokuwa karibu kujifungua, joka lilikuwa karibu kwa lengo akijifungua limle mtoto. Neno kumla linamaliza pale hayupo. Huna mtoto, una picha ya mtoto wako uliyejifunguaga. Mtoto sio huyo anayetembea, mtoto ni roho. Na huyo joka naye ni roho. Ndio maana hata nikiongea unaweza usinielewe. Huyo joka anayemuongelea mimi ni roho. Huyo shetani tunayempiga ni roho. Kwa hiyo mtoto haonekani kimwili, mtoto anaonekana kiroho. Haleluya. Yesu wakati anazaliwa, huyo joka aliona nyota ya Yesu, akaanza kuitafuta. Sasa Herode hakuishia kwa Yesu. Hata mtoto wako siku unajifungua, anajua nyota yake, alilia. Kuna watoto nyota zilitafunwa siku unajifungua. Unafikiri ni wanani kama sio wako? Kwani Biblia imwandikia nani kama sio sisi? Kama Biblia itaandikia sisi, nina mashaka na mtoto wako. Inawezekana una picha yake. Mtoto alipozaliwa ulimuita Rusia. Unasema mbona Rusia bibi yako hakuaga hivi? Ni kweli ulieneni Rusia, lakini ni picha ya Rusia. Rusia harisi alipaswa kuwa mbunge leo. Alimezwa. Haleluya. Haishi hapo. Unaweza ukaishi na picha ya mtoto. Haleluya. Nataka nikuoneshe kitu cha ajabu sana leo. Kwenye hili kongamano, mwanamke atakayehudhuria mpaka mwisho hatojuta. Na atakuwa mwanamke wa ajabu sana. Na lazima aende akabadilishe kizazi chake. Mwanamke yeyote atakayehudhuria hili kongamano mpaka Jumamosi tukamaliza, ataenda kubadilisha historia ya familia yake. Familia nyingi zina historia mbaya kwa sababu ya anguko la mwanamke tu, sio mwanaume. Haleluya. Nataka tuanze na kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26 na 27. Andiko lililozoeleka. Kwa nini mwanamke aliumbwa? Mwanamke alipatikanaje? Kwenye Biblia kuna wanawake wa aina mbili. Haleluya. Leo utanielewa vizuri. Nataka unisikilize na kunielewa. Kuna wanawake wa aina hizi kwenye Biblia. Kuna mwanamke aliyeumbwa na Mungu. Kuna mwanamke aliyeolewa na Adamu. Lazima uwe makini kujua wanawake sio wote. Mwanamke aliyeumbwa na Mungu sio aliyeolewa na Adamu.
Mwanamke aliyeolewa na Adamu ni mwingine, mwanamke aliyeumbwa na Mungu ni mwingine. Watu wengi wamekuwa wakijidanganya ya kwamba mimi mwanamke nimetoka kwenye ubavu wa mwanaume. Naomba leo hiyo akili ondoa kabisa. Hakuna mwanamke hata mmoja hapa ametoka kwenye ubavu wa mwanaume, hata mmoja hayupo. Takupa maandiko. Kuna injili zimemfunga mwanamke mpaka akajiita mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kibiblia kiumbe dhaifu ni mwanaume. Mwanamke ndo kiumbe jasiri, ndo kiumbe cha thamani kuliko mwanaume. Haleluya. Kuna mafundisho ya kipagani yamemdhoofisha mwanamke na amepotea kabisa. Leo mwanamke hata mwenye maono yanakufa. Haleluya. Leo naona nchi inavyohangaika kwa sababu tu ilipitisha rais mwanamke. Kwa nini nchi inapata taharuki? Kwa sababu 80% ya watu tulikwisha kuaminishwa mwanamke hawezi chochote. Lakini kwenye Biblia mwanaume hawezi chochote bila mwanamke. Kwa mambo ya kiroho yaliyo ya Mungu na mambo ya kiroho ya shetani, kazi ya shetani ni kubadilisha mashariki iwe magharibi na kubadilisha magharibi iwe mashariki. Nyumba yoyote ambayo mwanaume anajua thamani ya mwanamke iko mbele. Nyumba yoyote ambayo mwanaume atambui thamani ya mwanamke iko chini. Leo nchi inapata taharuki. Utasikia hili, utasikia lile. Yaani hata mtu akijinyonga utasikia ni rais. Hata mimi nikinywa sumu utasikia ni CCM. Kwa nini? Shida sio CCM, shida sio rais, shida ni mwanamke anayetawala. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwani kuna maadamu wakosea? Kwa hiyo 90% ya watu wameaminishwa mwanamke hawezi. Kwa hiyo anapomwona mwanamke mbele yake, hata kabla hajaharibu ameshaongea. Unapoongea umeshamuingizia roho ya kuharibu. Sio mwanamke anaweza akiwezeshwa, mwanamke anaweza bila kuwezeshwa. Kuna vitu kwenye hili kongamano viondoe. Sio mwanamke anaweza akiwezeshwa. No, mwanamke anaweza bila kuwezeshwa. Wanawake wengi leo wamebweteka, wamekaa wanasubiri mitaji ndo wainuke, wanasubiri misaada ndo wainuke. Na ndio maana leo yametokea makampuni ya mikopo yanasema tunakopesha wamama. Hamkopeshi wamama, mnafyonzwa wamama. Makampuni yanajua nguvu ya utajiri iko kwa mwanamke. Kwa tukikamata mzunguko wa wanawake tumetoboa. Nenda kaniangalie kampuni la mikopo ni mabilionea, lakini wanawake walioko kwenye ile kampuni hata kanga ni moja imechanika wameshona hapo marejesho. Haleluya. Wanajua tukikamata wanaume wana akili ni wajanja. Wataenda mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili watatushtukia. Lakini pia uchumi hauko kwa mwanaume. Ndio maana makampuni ya mikopo yote yanawapa nguvu wanawake. Ukiwa na wanawake 70, wewe ni bilionea. Angalia makanisa. Wanawake ni 90% ya kanisa. Wanaume ni 10% tu. Lakini ndani ya kanisa mwanamke ana nguvu. Lakini tafuta kanisa lenye wanaume wengi kuliko mwanamke duniani hapa kama lipo. Lakini bado shetani amefunga ufahamu. Hatutaki kufumbua, fumbua jepesi. Kwa nini kila mahali mwanamke anakuwa wa kwanza? Maana yake mwanamke ukimtumia vizuri unafika mbali. Ndio maana wanaume waliofanikiwa wanaitwa wamekamatwa akili na wake zao. Bora nikamatwa akili na mke wangu. Haleluya. Kuliko kuwa mjanja nikafeli maisha. Ninajua taa iko kwa mke wangu. Maandiko yanasema mwanamke alionekana na nyota 12 kwenye paji la uso wake. Mimi ni miongoni mwa yale makabila 12. Kila anayesema nimeokoka ni miongoni mwa yale makabila 12 ya watoto wa Yakobo. Wokovu ulianza kwa Ibrahimu, ukiachana na wakina Adamu na kina Nuhu. Tuanzie kwa Ibrahimu baba wa imani. Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Sisi wote ni wale watoto 12 wa nani? Wa Yakobo. Kwa hiyo maandiko yanasema kwenye paji la uso wa mwanamke ndipo zilionekana nyota 12.
12. Maana yake mataifa 12. Neno nyota, nyota inaangaza. Haleluya. Maana yake yale makabila 12 utukufu ulionekana kwa mwanamke. Unabisha naye wa kazi gani? Mpe nafasi kama hujafanikiwa. Wanaume wengi wanapigika, wamewaweka nyuma wanawake zao. Mwanamke mweke mbele. Hata maandiko yanasema, mwanaume utamwacha baba na mama, utaambatana na mke wako. Someni maandiko vizuri. Maandiko yanasema mwanamume atamwacha baba na mama, ataambatana. Kwa nini? Sio mwanamke. Bosi ni mwanamke. Kiroho, mimi siongei kimwili. Haleluya. Kiroho bosi ni mama. Ukitaka kufika mbali kihuduma, mpe nafasi mama. Ukitaka kufika mbali kwenye familia, mpe nafasi mama. Ukitaka kufika mbali kwenye biashara, mpe nafasi mama. Ndio maana tajiri atamzuia mke wake kufika dukani, ila atamuweka mfanyakazi wa kike. Anajua siri yake. Sio mwanaume. Hakuna mwanaume aliyetajirika kwa kuweka dukani watoto wa kiume, wa kike. Haleluya. Kiona tajiri ana wanawake wengi, usifikiri alifuata mapenzi kwa wanawake wale. Anajua kila mwanamke amemleta pale kwenye biashara yake kwa ajili ya nini. Amina. Sasa nataka nikuonyeshe kwenye Biblia kuna wanawake wa aina hizi. Toka kwenye ufahamu uliodanganywa, rudi kwa yule mwanamke halisi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 26 na 27. Mwanzo 1 26 na 27 inasema. Maandiko yanasema kwa sauti, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Sikiliza wewe. Watu wanafikiria Adamu ni jina la mwanaume. Adamu sio jina la mwanaume. Soma Biblia vizuri, na ukibishana na Biblia wewe ni shetani. Adamu sio mwanaume. Maandiko yanasema, sikiliza, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akawe na mamlaka ya kutawala vyote vya duniani. Haleluya. Hapa bado hatujajua anayefanywa ni nani, lakini huyu anayetaka kufanywa ana mamlaka yote ya kutawala vya duniani. Akaendelea kusema, akatawale samaki wa baharini. Huyo mtu aliyefanywa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu ana mamlaka yote ya kutawala samaki wa baharini na ndege wa angani. Anatawala ndege wa angani na wanyama, anatawala wanyama wa porini na nchi yote pia. Nchi yote. Huyu mtu anayeumbwa na Mungu ana mamlaka. Na kila kiumbe kitambaacho, chochote kiumbe juu ya nchi, yeye atakuwa na nguvu kuliko vyote. 27. Mungu akamuumba huyo mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu akaumba nani? Alimuumba mwanamume. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Haleluya. Aliwaumba. Huyu mtu atakayekuwa na nguvu na mamlaka huko duniani atakuwa mwanamume na mwanamke, sio mume na mke. Mungu hajaumba mume na mke. Nisikilize vizuri. Haya masuala ya mume na mke ni mimi na wewe, tukishakutana tunakubaliana na kuoa, sawa? Sio Mungu. Mungu aliumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Manake aliwaumba wote. Haleluya. Hakuumba mtu mmoja. Wewe mwanamke unayesema mwanamke akiwezeshwa anaweza, wewe ni shetani. Mungu anasema atatawale vyote katika nchi. Una mamlaka sawa na mwanamume. Namshukuru rais aliyeleta 50 kwa 50. Ile kitu hatukielewa vizuri. Kiroho mwanamume ni 50, mwanamke ni 50. Kiroho mwanamume ni 100, mwanamke ana 100 yake. Haleluya. Haleluya.
mwanamume ana mia zake zote na mwanamke ana mia zake zote. Laisi yule hatukumuelewa tu, alisema 50 kwa hatukuelewa. Haleluya. 50 kwa 50 hakumaanisha sisi tulingane kimwili. Kiroho mwanamume ni 100%, mwanamke ni 100%. Haleluya, watu wa Mungu. Kuanzia leo ukitaka mwanamke kufika mbali, kwanza ondoa sana ya kwamba ukiwezeshwa unaweza. Ukiinuka unaweza, sio ukiwezeshwa. Narudia tena, mwanamke anayenisikiliza, ukiamua leo inawezekana, sio mpaka uwezeshwe. Una baraka. Mstari wa 3. Mstari wa 28. Mstari wa 27, rudia. Mstari wa 27 maandiko yanasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliwaumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanamke, jipigie makofi, umeumbwa na Mungu. Wala wewe hujatoka kwenye ubavu wa mtu. Nitakuonyesha leo maandiko vizuri. Nenda kitabu cha Mwanzo 25. Inasemaje? Nenda Mwanzo 5 kuanzia mstari wa 1. Tuone jina la huyo aliyeumbwa. Mwanzo 5 anzia mstari wa 1. Maandiko yanasema, sikiliza maandiko vizuri. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Adamu ni nani? Endelea. Siku ile Mungu alipoumba mtu. Siku ile Mungu alipoumba mtu. Unaona kidole yangu? Alipoumba mtu. Kwa sura ya Mungu alimfanya. Kwa sura ya Mungu akamfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabarikia. Akawaita jina lao Adamu. Ni mimi au Biblia? Biblia. Wewe ni Adamu. Amen. Adamu sio mwanaume wala Adamu sio mwanamke. Rudia hiyo andiko. Sio la kwangu. Nitarudia. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Hiki ndiko kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu. Kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki. Akawaita jina lao Adamu. Kuna swali? Wewe umekalilishwa Adamu ni mwanaume, lakini kiroho Adamu ni wewe, mimi ni Adamu. Neno, kwa nini wote tunaitwa Adamu? Manake mimi nilivyoumbwa na nikabarikiwa, wewe ndivyo ulivyoumbwa na ukabarikiwa. Acha kunipa ubosi. Mwanaume anakuzidi sehemu ndogo sana, nitakuonyesha. Sio ya kiroho. Upande wa kimungu wewe unaitwa nani? Adamu. Sio mimi, kasome maandiko Mwanzo 5. Nataka nikuoneshe mwanamke ni nani. Halafu twende mwanamke aliumba kwa kusudi gani. Tutaenda kipengele kimoja kimoja. Kwanza ujue wewe ni nani. Niko kukufahamisha kwanza wewe mwanamke ni nani. Umeanza kujua sasa wewe ni Adamu. Adamu haolewi. Haleluya. Adamu haolewi. Sasa huyu ni mwanamke aliyeumbwa na Mungu, akabarikiwa na Mungu na akaitwa Adamu. Mwanamke wa kwanza. Mwanamke wa pili kwenye Biblia, nisomee Mwanzo 20. Mwanzo 2, sio 20. Elewa, mwanamke wa kwanza tumeshamuona. Haleluya. Unanielewa vizuri? Amen. Nimekwambia nataka kwanza ujue mwanamke wewe ni nani. Tukimaliza hapo tuangalie mwanamke uliumbwa kwa ajili ya nini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumeshaona mwanamke aliumbwa na Mungu, akabarikiwa na Mungu, akapewa mamlaka na Mungu, akaitwa jina Adamu.
Huyo mwanamke wa kwanza. Mwanamke wa pili kwenye Biblia yuko kwenye Mwanzo 2:20. Mwanzo 2:20 maandiko yanasema, nimesema hivi, mwanamke yeyote ambaye bado anajidanganya kwamba yeye alitoka kwenye ubavu wa mwanaume, hiyo kitu ondoa. Hiyo ushetani ondoa kwenye kichwa yako. Hakuna mwanamke hata huyu aliyetoka kwenye ubavu wa mwanaume. Hakuna. Soma Mwanzo 2:20. Maandiko yanasema, Adamu akawapa majina yao. Adamu akawapa majina wanyama wote. Alipomaliza Mungu aliumba wanadamu, Mungu akaumba wanyama. Haleluya. Amen. Narudia tena, Mungu aliumba wanadamu, akawapa jina hili Adamu, akaumba wanyama, akampa Adamu kuwapa majina. Haleluya. Amen. Kila mnyama wa kufugwa, kila ndege wa angani, kila mnyama wa mwituni, kila mnyama wa msituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia. Hakuonekana wa kumsaidia nani? Adamu. Sikiliza vizuri hapo. Adamu aliwapa majina viumbe vyote, akaita sisimizi, akaita sungusungu, huyo akamwita fisi, huyo akamwita sungula, huyo akamwita sijui nani, huyo akamwita tembo, lakini bado akaonekana wa kumsaidia hayupo. Nini katokea? Aliyefanana naye. 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Akafunika nyama mahali pake. 22. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Haleluya. Amen. Narudia tena, Mungu ule ubavu aliyoutoa katika Adamu akaufanya mwanamke. Haleluya. 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 Amen. Nakuelewesha hapo, kuna siri imejificha. 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Basi inatosha. Maandiko yanasema hivi, Mungu akaona Adamu hana wa kumsaidia. Haleluya. Pointi ya kwanza. Pointi ya pili, akamletea usingizi, akatoa ubavu, akafunika nyama, na ule ubavu akaufanya kuwa mwanamke. Hapa ni chini. Isi ardhi yangu naweza chukua matope nikafinyanga ng'ombe zile za zamani, tunakumbuka. Lakini nikiamua yule ng'ombe na vuruga na finyanga mtu, nikiamua na vuruga yale matope si ya kwangu, najenga nyumba. Nikiamua na vuruga natengeneza ule mkoba. Nikiamua na vuruga natengeneza hii mic. Haleluya. Sasa siri iliyojificha hapo ni nini? Hakuna mwanamke aliyetoka kwenye ubavu wa Adamu. Wanawake walikuwepo hata kabla ya Hawa kuumbwa. Haleluya. Amen. Wanawake walikuwepo duniani hata kabla ya huyo Hawa. Ila kilichofanywa na Mungu kwa Adamu, anasema akamfanya, yani alitengeneza kitu kinachofanana akili na tabia kama Adamu. Haleluya. Na ndio maana baada ya Adamu kutengenezewa Hawa, wakazaa watoto wangapi? Mmoja akamua mwenzake, akabakia mtoto huyu mmoja. Huyo mtoto alienda akaoa. Alafu nikuulize, alimuoa nani?
Kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 4. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 inasema, andiko yanasema, Adamu akamjua hao mkewe. Adamu akalala na mke wake, naye akapata mimba. Akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Akaongeza mtoto wa pili, Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi baraka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamkubali Habili na sadaka yake, bali Kaini Bwana akamkataa, wala sadaka haikataa. Kaini akakasirika, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia, Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una hasira? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini uso umejikunja? Kama ukitenda vyema, tenda mema, utapata kibali. Usipotenda mema, basi dhambi iko inakuotea mlangoni. Nayo itakutamani wewe. Hapana, nayo yakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Kaini akamwambia, sikiliza, kituko kiko hapo. Sikiliza, umedanganywa sana, hata Mungu mjui. Nataka umjue Mungu, alafu muombe kama hajaonekana. Mstari wa 8. Kaini akamwambia Habili. Kaini akamwambia ndugu yake, twende uwandani, twende shambani. Ikawa walipokuwa shambani, Kaini akamwinukia Habili. Kaini akampiga kwa kumwonea ndugu yake, akamuua. Mstari wa 9. Subiri, tumeona familia ya baba, mama na watoto wangapi? 2. Narudia tena, tumeona familia ya Adamu, Hawa, Kaini, Habili, si ndio? Kwa maana hiyo sasa, kwa uongo tuliodanganywa, dunia nzima ilikuwa na watu wangapi? 2. Hapana. Adamu, Hawa, Kaini, Habili, hawa ni 4. Kwa maana hiyo dunia ilikuwa na watu wangapi? 4. Tayari Habili naye akauliwa. Dunia imebaki na watu wangapi? 3. Wangapi? 3. Mstari wa 9. Bwana akamwambia Kaini, yu wapi Habili ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako? Akasema, sijui. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Ukimuuliza mtu swali akakwambia akwaka, huyo anajua kwa maana. Haleluya. Yaani mtu ukimwambia hivi, umenionea yale madume yangu hapa, akwaka, kamata, anajua. Anayejua waga haongee maneno mengi, anajiwa hiki kusema sio mimi. Hapana, mimi sijui. Sijakwambia ni wewe, umenionea. Asiyejua atakuuliza, kwani walitoka saa ngapi? Ilikuwa anayejua anajiwaisha. Akwaka anajua. Haleluya. Amen. Akikwambia akwaka anajua kwa maana peleka kitongojini, atatuambia. Kaini anaulizwa, ndugu yako Habili yuko wapi? Akwaka, wakati amemuua na anajua alipomzika. Mstari wa 10. Nakupa password za kumkamata mbaya wako. Amen. Mstari wa 10. Akasema, umefanya nini? Umekosea, umefanya nini Kaini? Ya damu ya ndugu yako inakulilia kwenye ardhi ulikomzika. Mstari wa 11. Basi kuanzia leo umelaniwa wewe, Kaini, umelaniwa katika ardhi iliyofumbua kinywa, ikapokea damu ya ndugu yako kutoka kwako. 12. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, hakuna kuvuna. Utakuwa mtoro, utakuwa mtu usiyekuwa na makao, na mtu asiye na makao duniani. Utakuwa kukaa hapa, unakaa pale, unaenda pale. Leo umeolewa, kesho umeachika, umeanza biashara, umeacha, umeajiriwa, umefukuzwa. Laana anapewa Kaini, laana.
Mstari wa 13. 13. Kaini akamwambia Bwana. Sikiliza maneno ya Kaini. Sikiliza. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imeniwia kubwa. Mungu, adhabu yangu mbona ni kubwa? Haichukuliki. Siwezi kuiishi. Tazama. Umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Umenifukuza kwenye uso wa ardhi nitoke. Nitastirika mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro. Sitakuwa na makao. Mtu nisiye na makao duniani. Hata itakuwa kila anionaye. Swali la kwanza. Hata ataniua. Subiri msomaji, sikiliza. Kaini, umesikia maneno anayomwambia Mungu. Umenilaani kwamba kila atakayeniona aniue. Swali la kwanza. Kama dunia ina baba yake na mama yake, anauliwa na nani? Jiulize wewe kwanza. Anamwambia Mungu, umenipa adhabu kubwa. Sasa kila nitakapoenda, kila atakayeniona ananiua. Alikuwa anauliwa na nani kama dunia imebakia yeye, mama yake na baba yake? Swali la kwanza. Usinipe majibu. Endelea kusoma. Mstari wa 15. Mstari wa 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yoyote, kwa sababu umetubu dhambi yako, atakayemuua, kila atakayekuua, Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Swali la pili. Hawa watu ambao Mungu anawaambia kila atakayemuua Kaini analipizwa mara 2, ni wanatoka wapi wakati dunia haina watu? Swali la pili. Twende. Akaendelea kusema, Bwana akamtia Kaini alama. Mtu amonaye, mtu atakayemuona asije akampiga. 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Alipokuwa anaongea na Bwana. Akakaa katika nchi ya Nodi. Mashariki mwa Edeni. 17. Subiri. Alivyotoka Edeni kule kwa wazazi wake, akaenda nchi ya Nodi. Haleluya. Leo ukisikia nchi ya Tanzania, kwa sababu kuna Watanzania. Ukisikia nchi ya Kenya, kwa sababu kuna Wakenya. Kuna nchi inaitwa Nodi. Kaini alienda kuishi huko. Na nchi ya Nodi ilikuwa jirani na nchi ya mashariki aliyotoka yeye, inaitwa nchi ya Edeni. Neno Nodi ni jina la mtu aliyeanzisha ile nchi. Endelea kusoma. 17. Kaini akamjua mkewe. Kaini akaoa, naye akapata mimba. Inatosha. Sasa hapa nina swali. Kaini alimuoa mama yake mzazi? Alimuoa nani? Wa kutoka wapi? Wakati tumedanganywa mtu wa kwanza ni Adamu. Sasa mtoto wa Adamu alienda kuoa, alimuoa nani? Alimuoa mwanamke wa Adamu, mama yake mzazi? Wale waliowahi watanielewa, waliochelewa wanaweza wasielewe. Kuna wanadamu waliumbwa kwenye kitabu cha Mwanzo 1:20-27. Waliumbwa wanadamu wa kike na wanadamu wa kiume. Lakini akatokea mwanadamu mmoja anaitwa Adamu. Akapewa au akaanzisha agano na Mungu. Ni kama Adamu alivyokufa, alikuja nani? Nuhu. Wakati Nuhu anapewa kuendesha gurudumu la wana wa Mungu, kulikuwa na majitu asiyomjua nani, mpaka tunakuja kumfikia Ibrahimu. Wakati Ibrahimu anaendesha gurudumu la wana wa Mungu, kulikuwa na majitu asiyomjua nani. Kwa hiyo kilichofanyika kwa Adamu sio Hawa alitoka kwenye ubavu wa nani? Hawa alikuwa mtu mwingine na Adamu ni mtu mwingine. Sayansi aliyofanya Mungu ni kwenda kumtafutia mtu anayefanana tabia za kimwili. Hakuna mwanamke aliyetoka kwenye ubavu wa mtu hata moja. Mwanzo 1, wanadamu wote wa kike na wa kiume waliumbwa na Mungu, wakapewa mamlaka na Mungu, wakabarikiwa na Mungu.
Kwa hiyo hakuna mwanamke anayeweza akiwezeshwa, hayupo. Mwanamke anaweza akinyanyuka. Kwa mwanamke acha kujiuliza eti mimi ni mwanamke, tatoa wapi mtaji? Wewe hujaamua. Maandiko yanasema Mungu akaumba mwanamke, akaumba mwanaume kwa sura yake, kwa mfano wake. Wote aliwaumba. Akawabarikia. Haleluya. Akawaita jina lao nani? Adamu. Mwanamke ni Adamu, mwanaume ni Adamu. Kasome Mwanzo 5. Tumesoma vizuri pale. Kwa hiyo hakuna mwanamke wa kuweza akiwezeshwa. Mwanamke anaweza akiamua kuinuka. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Leo wanawake wamejichukulia vibiashara vile vidogo vidogo, wakijiaminisha hatuwezi. Subiri uachwe na mumeo kama uwezi. Ukitaka kujua unaweza, fiwa na mume. Na ndio maana wale masingomaza ni matajiri. Mwanamke anaweza kuchuna wanaume 20 na akadunda na maisha. Ila mwanaume hawezi kuchuna wanawake 20. Hawezi. Sasa nani hapo master? Nani master hapo? Nani alikudanganya wewe unaweza ukiwezeshwa? Wakati Mungu anakuambia nilikuumba kwa mfano wangu, kwa sura yangu, nikakubariki na nikakupa nguvu ya kutawala vyote vya dunia. Hivi kati ya mwanaume na mwanamke, nani akiamua mwenzake anaitika hajaitwa? Ulishamwona mwanamke kwa mwanaume anaitika hajaitwa? Mwanamume anaitika abe hata kama hajaitwa. Mwanamke akiamua. Kwa hiyo wanawake mmekaa, mnajililia, mnajiona muwezi, lakini sio hivyo. Twende kwenye kuumbwa. Kwenye kuumbwa nyie mmeumbwa sawa na sisi. Mwanaume ni 50 na mwanamke 50. Kibiblia, sio kimwili. Nikisema hivyo wachungaji wenzangu ndo hawanielewi kabisa. Unaona huyu mchungaji anavyopotosha, anasema 50 kwa 50. Si usome Biblia. Inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake. Kwa mfano wake na kwa sura yake. Akaumba mwanaume, akaumba mwanamke. Hakuumba mume na mke. Adamu alionekana kuna mtu anamhitaji mwenye akili kama zake, tabia kama zake, Mungu akamletea. Neno mfupa, neno nyama, manake tabia za kimwili. Leo ndoa nyingi hazieleweki, wameoana nyama mbili tofauti. Mwingine anapenda pombe, mwingine ibada. Haleluya. Mwingine anapenda ibada, mwingine uchawi. Adamu alipotaka kupata mke, Mungu alimtafuta. Ndio maana kuna mahali Adamu anasema hii ni nyama katika nyama yangu na mfupa katika mfupa wangu. Maanake tabia ya huyu na ya kwangu ni maanake wanaendana. Maandiko yanasema Mungu akamwona Adamu hakuna mtu wa kumsaidia. Kumsaidia maanake anafanya kila ambacho Adamu anakifanya. Haleluya. Yaani kama mimi nahubiri, Mungu hawezi nipa Bamed. Maana mimi kwenye kazi yangu ya kuhubiri, Bamed hawezi nisaidia. Atanipa anayeweza warau hata kusoma Biblia. Wakati nasema nisomee Mathayo, imeandikwa ananisaidia. Nilipaswa niseme na nisome. Haleluya. Wakati ibada inaanza, atatangulia kufungua ibada, mimi nakuja na hubiri. Haleluya. Maana yake ananisaidia. Tabia zangu ndio tabia zake. Ni ngumu sana kukuta tumegombana. Kwa sababu nikisema twende Ndasaki, anasema baba mimi nilikuwa nawaza kwenda Ndasaki. Tunafanana akili. Mungu aliniona nahitaji msaidizi. Ndio maana mwanamke akiamka asubuhi anakuambia, "Hivi baba, leo tunakula nini?" Sasa anamuuliza bosi wake, maana aliletwa kumsaidia. Haleluya. Anamwambia, "Bana, unajua leo hebu pika ugali dagaa." Hutasikia mwanamke anabisha. Utakachosema na yeye ana hamnacho. Atakwambia, "Baba bwana, tupike nyama." Akishagundua mwanamume wake anahitaji dagaa, tena na yeye anakula anajilamba hiyo dagaa. Lakini unajiuliza, mbona mimi ndo nilikuwa na hamu na dagaa na yeye imetoka wapi? Akili zinafanana.
Haleluya. Sarakasi za ndoa nyingi leo, uliye naye sio msaidizi wa unachokifanya. Neno msaidizi manake ana idea na unachokifanya bosi wake. Hauwezi kumwajiri mtu kwenye duka lako kama hajui kurudisha chenchi, utafilisika. Kwa hiyo sio mwanamke alitoka kwenye ubavu wa mwanaume. Mwanamke aliumbwa na Mungu na akapewa jina Adamu kwenye Mwanzo 5:1-3. Amina, watu wa Mungu. Mmenielewa vizuri? Sasa umeanza kujua wewe ni nani? Umeanza kujua wewe ni nani? Wewe ni Adamu kama Adamu wengine. Neno Adamu manake wewe naye umekamilika kamili, hakuna kitu hauna. Tunaelewana vizuri? Ndio maana binti akiolewa kwa mume wake anadeka, anafanya vitimbili vyote, akiachwa anapiga vibarua kama punda. Anahakikisha watoto walioachwa wote wanakula. Anafanya kazi yoyote. Kule mjini ukienda, kuna wanawake wanaweka zege hapa. Mimi nimefanya kazi na wanawake. Wewe unaweka ndoo ya zege na yeye anapiga ndoo ya zege na mnapandia juu ya ghorofa. Jioni wote 10,000. Haleluya. Haleluya. Ndio maana leo kuna wanawake wanaitwa single mother, wanaweza kulea wanaume vizuri sana. Anamvalisha mwanaume, anamlisha mwanaume, anamfanyia kila kitu. Nasema hii ni laana. Mwanamke atakiwa avalishwe. Haijaandikwa hivyo. Imeandikwa mwanamke aliumbwa 100%. Na Mungu anasema akambarikia. Mwanamke hapo ulipokaa, ukisema leo nainuka, unaweza. Ujaona wanawake wenye majumba? Ujaona wamama wanaendesha magari? Sasa wanawake wanalia sio kwa sababu hawana mitaji, hawajataka kunyanyuka pale walipokaa. Kwa nini? Wameaminishwa kutokuweza. Wewe unaweza ukiamua leo kunyanyuka. Na mimi nakuombea nyanyuka hapo kwa jina la Yesu. Baada ya kongamano hili la wamama, nyanyuka hapo kwa jina la Yesu. Haleluya. Ninakuombea. Na ndio maana hakuna ajira ya mshahara mkubwa kwa sababu ni mwanamke. Mwalimu mwanamke na mwalimu mwanaume mshahara ni mmoja. Askari mwanaume, askari mwanamke mshahara ni mmoja. Uje kuona mwanajeshi mwanamke? Wewe unayesema wewe ni dhaifu, anashika bomu analipua nchi. Anapaisha helikopta ya kijeshi kule juu angani. Haleluya. Mwanajeshi aliyeendesha ndege ya kijeshi iliyobeba mwili wa marehemu rais wa awamu ya 5 alikuwa ni mtoto wa kike, binti wa mwalimu akasema. Hakukuwa na wanaume, lakini ndo mtu aliyeaminiwa na jeshi kwamba ataendesha mwili na mwili utafika salama. Kumbuka ni mwili wa rais. Haleluya. Ile ndege ya kijeshi helikopta ilikuwa inatembea na mwili wa rais kutoka Dar kwenda Zanzibar. Aliendesha ile ndege ni mtoto wa kike, binti wa mwalimu Akasege, mwanajeshi. Anaaminiwa na taifa kutembea na mwili wa rais. Na uliona ule mwili unavolindwa kila unakoenda. Ni wewe tu mwanamke unaijiliza. Lakini sio kwamba wewe uwezi. Nyanyuka hapo kama uwezi. Nasema nyanyuka hapo. Haleluya. Baada ya hili kongamano, ni dhambi kubwa sana kumuona mwanamke anaenda kupanga foleni kwenye makampuni ya mikopo. Ni aibu. Si unanielewa mama? Makampuni yanakutumia wewe kama nyota ya kuyafanikisha. Makampuni ya mikopo yanajua mzunguko wa pesa, mzunguko wa uchumi uko na mama, sio baba. Hawana maana ya kwamba sisi wa baba hawataki kutukopesha. Wanaijua siri ya uchumi anayo mama. Mama ndo alionekana anazo nyota 10 na ngapi? Manake na mimi mwanaume
niko kwako. Haleluya, haleluya. Ndio maana mwanamke anaweza kaachana kama mwanaume kamoja anakomsumbua, akamiliki wanaume 5 na yote akaitika abe kwa wakati mmoja. Uwezo aliopewa mwanamke na Mungu ni mkubwa kuliko aliopewa mwanaume. Ndio maana shetani alipomtafuta Adamu akamshindwa, akamtafuta Adamu akamshindwa, akapitia kwa mwanamke. Maana yake Adamu alijua password za huyu mwanaume ziko kwa mwanamke. Yaani nyoka na werevu wake akuona njia ya kumfikia Adamu, ila mwanamke anajua njia ndogo tu ya kumfikia mwanaume Adamu. Shetani alizunguka, maanake lengo la shetani alikuwa Adamu, alikuwa Hawa. Lengo la shetani lilikuwa ni Adamu. Lakini joka na uelewa wake wote, maandiko anasema nyoka akawa msituni ndo mnyama mwerevu, ila hakuona mlango wa Adamu ili amfikie. Akajua mwanamke ana macho 4 sio mawili. Nyoka na macho 2 hayaoni pa kufikia. Mwanamke ana macho 4. Akamwambia nyoka, mwanadamu, Hawa, nisaidie kumfikia Adamu. Akamwambia unamtafuta Adamu? Sasa sio mwana kazi rahisi. Jua lilizama. Hakuna mwanamke mjanja kwa mwanaume, ni ujinga, ni kujidanganya. Hayupo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mwanamke dhaifu. Hiyo ni kauli yenu ya kujidanganya kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Na ndio maana kwenye Agano la Kale Mungu alizuia mwanamke asipande madhabahuni. Kichwa ya mwanamke iko mara 4. Mwanamke ndio kiumbe pekee alipiga stori na shetani uso kwa uso. Mwanaume aliyefikia kitu hayupo. Mungu akajua hivi viumbe nikiviweka madhabahuni imeisha. Ashukuriwe Mungu, kwenye Agano Jipya akatoa ruhusa. Japo mpaka leo kuna wachungaji wanapinga, lakini kasome maandiko. Agano Jipya kinachohesabiwa sio mwili, kinachohesabiwa ni roho. Mwanamke naye ana roho sawa na alionao mwanaume. Roho ya mwanamke ni ya Mungu, roho ya mwanaume ni ya Mungu. Kwa mwanamke, inuka. Ulicho nacho ndani wewe kinaweza kubadilisha familia. Familia ikipigwa, tatizo sio mwanaume, tatizo ni mwanamke. Ukisoma kitabu cha Yeremia, maandiko yanasema, tazama Mungu ameumba chombo kipya. Mungu aliona ni vyema mwanamume atalindwa na hivi. Kati ya mlinzi na bosi, nani anajua funguo? Sasa unashindwa tu kuwasha gari la bosi wako kaenda. Shida ni nini? Mimi niko ndani, wewe uko nje, unahakikisha mimi naishi. Shida ni nini? Unakuja kuniambia mchungaji, ninaomba ushauri, mume wangu simuelewi. Wewe ndio una matatizo, sio mume wangu. Kwa mama, mnanisikia? Sio najitetea kwa kuwa ni mwanaume, naongea kama mchungaji. Nyumba yoyote isiyoeleweka, lawama zimwendee mwanamke wa nyumba ile. Mwenzenu Abigaili aliolewa na mwanamume asiyefaa. Aligeuzwa yule mwanaume kama chapati na maisha akaenda mbele. Samsoni alikuwa anashika simba anawachana kama karatasi, ila akamwambia hizo nguvu ni kwa simba, hapa zitaisha. Wewe mwanamume anayekuuliza ndani ya nyumba, wewe mwenyewe hujaokoka ile kikweli kweli. Ukiokoka ile kikweli kweli, maandiko anasema umepewa nguvu ya kutawala vyote na mumeo akiwemo. Kwani makahaba wanafanyaje kuchukua mumeo? Kama makahaba wanachukua mumeo kwa ajili ya kwenda kwa mganga, wewe huna mganga? Huna mganga? Hapa unafanyaje kama una mganga? Huyu ndo mganga wa waganga. Na ndio maana wale waganga wa kule Misri walitengeneza miujiza ya nyoka. Farao akamwambia Musa, unaona waganga na wachawi wa kwangu wametengeneza nyoka.
fimbo zao. Wewe unasemaje? Mungu akamwambia Musa, usipate shida, hiyo fimbo itupe chini. Nini kilitokea? Yule fimbo wa Musa akawa nyoka mkubwa, akameza vinyoka vyote vya Misri. Maana yake Mungu ana uganga mkubwa kuliko waganga waliobeba mume wako. Wewe unahangaika na nini? Yaani wewe unaye nyoka anameweza kuumeza nyoka zile ndogo ndogo. Alafu unakuja unanisumbua mchungaji, tuombe. Nani aombe? Nani aombe? Tunaomba maombi gani? Kama unajua kuna kuomba, omba sasa. Wewe si unajua ni kuomba. Sasa situombe. Haleluya. Hivi anayejua anafundishwa. Sasa unaniambia mchungaji, tumuombee mume wangu. Yaani kumbe unajua kuna kumwombea. Sasa unasubiri nini? Una makando kando, wewe mwenyewe unajijua. Mimi hapa nikiomba Mungu hawezi onekana. Ukitaka mumeo abadilike leo, hata kabla kongamano halijaisha, nenda kaandike mapungufu na madhaifu yako kwenye daftari. Kesho siku ya pili usije saa 9, njoo saa 6. Mwambie Mungu, saa 5 nimemwacha, uongo nimeacha, wewe kwa waganga nimeacha, sasa Mungu nimebakiza wewe. Unamkuta mwanaume nyumbani anatapika mapovu, akitoka hapo anakuambia nipeleke mchungaji wako anitulishe. Mimi nilikuwa cha pombe kilichoshindikana. Sigara ambayo sijatumia ni bangi peke yake, nilikuwa naiogopa. Lakini matumbaku mimi nimepiga, sigara za kuuza madukani nimepiga, pombe hii mataputapu ya pale chini nimepiga, hii ya kwenye chupa nimepiga. Leo ndo huyu nakuhubiria. Wewe wakoko unaferi wapi? Tena mimi kukuhubiria ni nzuri kwa sababu mimi ni mwanaume. Kwenye hili kongamano baadhi ya siri zetu takuibia. Ni rahisi. Sisi kwenu si kitu. Mwanamke wa nje anachukuaje mume wako? Huyu unasema ameshindikana. Aya, kama haendi kwa mganga, ana vitu vichache tu anavifanya ambavyo wewe unamfanyia wa nje, wa kwako ndani umfanyie. Alafu nataka tuombe maombi. Mwanaume wa nje unamchemsha maji ya kuoga, wa ndani unamuonesha maji ya kuoga na mguu. Haya hapo. Hata kama ni mimi, huyu mama maji ananiambia haya hapo. Nikienda mahali fulani naambiwa maji baba yako bafuni, nikiagusa ya moto. Huku kuna rudi kufanya nini? Huku nitarudi kuangalia maana ni familia yangu. Ila furaha napata kule. Wewe mwanamke unaacha mwanamume wako anakunywa chai hotelini, ila mwanamume wa nje akitaka kunywa chai mnaitana, mnaenda mnakaa mahali, mnaandika na 4, mnakunywa supu. Hiyo kuku hapo nyumbani umemtunzia nani? Kama mumeo hawezi kunywa supu ya kuku zenu, umetunzia nini? Mnadani ni pazuri kuliko mume wako. Haleluya. Mimi ukienda nyumbani kwangu hakuna kuku. Mama anajua tabia ya baba, anapenda supu. Bado nimelala sijaamka, unaambia baba karibu chai, unakutana supu. Naenda hotelini kutafuta nini? Kumbuka hakuna hoteli mhudumu ni wa kiume. Mwenye hoteli ni mbibi, wafanyakazi ni vibiti na vimevaa vizuri. Mmeo hana macho? Hana macho? Sasa kahaba aliyeiba mume wako analinda chai asinywe nje, analinda mmeo asichafuke. Anamwambia na wewe baba, hii suruali leo siku ya pili, hebu ivue. Huku kanamvulisha. Wewe mmeo unajua ana jinsi la miezi 2, huku lina mavi ya ng'ombe, huku udongo wa msimu na msimu umeshaisha. Sasa hivi kwako nafuata nini? Nani anapenda shida? Hebu unapomfanyia mwanaume wa nje, kaanze leo kumfanyia mumeo. Unasema mume wangu ni mlevi ameshindikana. Nenda kachukue pombe weke nyumbani. Si ni mlevi? Hata usipomletea sana kunywa, ifate kule chini muweke nyumbani. Mwambie baba, leo hiyo inatosha. Kesho tena nakuletea. Hebu pumzika. Hakuna mapepo, ni wewe tu. Tumia njia anayotumia kahaba. Kahaba anafanya vyote mpaka anajimaliza kwa sababu anajua sio wake. Wewe umeridhika kwa kuwa ni wako, ndipo unapigiwa kwenye hii kongamano ya wamama. Kama una kuku nyumbani,
kesho asubuhi ukiamka, chapati zako laini mezani, mwambie baba, karibu chai. Yaani umetunza kuku wa kupeleka mnadani, umetunza mbuzi wa kupeleka mnadani, lakini wewe ukijifungua unapiga supu. Yeye hakuna kujifungua wala kubeba mimba, ananywea supu wapi? Unafikia tupendi, tunanywea hotelini. Hakuna dhambi kubwa kama mume wa mtu amejipanga hotelini kunywa chai. Hakuna kosa kubwa kwa mume wake kama hilo. Yaani kama una mwanaume hapa anakunywa chai hotelini, hizi siku 5, tafuta namna aliyo nyumbani. Haleluya. 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 Unanielewa vizuri? Muda unaenda, dakika zangu zimeisha. Hem, tusomee Mwanzo 3:6 twende nyumbani. Mwanzo 3:6. Leo nilikuwa nakufahamisha mwanamke ni nani. Kesho tunaingia kwenye topic ya pili, nasema mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kuja kufanya nini hapa duniani. Mwanzo 3:6 maandiko yanasema, Mwanzo 3:6. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Mwanamke alipoona ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, kwa maarifa. Basi alichuma matunda yake, akala, akampa na mumewe. Basi mwanamke alipoona ule mti wafaa. Kwa nini? Wewe ndio unatakiwa uone nini kinapungua kwa huyo baba. Haleluya. Wewe ndio unatakiwa ujue nini kinapungua kwa huyo baba. Kwa nini ukitaka kwenda kuonana na wale wa nje unaoga, unapiga na perfume, ila unapokutana na mume wako hata na matope unanuka kikwapa? Kwa nini? Unataka kujiuliza swali? Kipindi kile hujaokoka, ukitaka kukutana na wale wanahitaji wale mchepuko, unaoga vizuri, unabadilisha nguo, unapiga na perfume, ila kukutana na mume wako, hata gauni ulilotolea mbolea na kurudisha mbolea linanuka kama vya ng'ombe. Ndio hilo. Kumbuka, na yeye akitoka kwako anakutana nao wameoga vizuri, magauni mazuri, wananukea perfume. Nani anapenda harufu ya ng'ombe na kuna harufu ya perfume? Haleluya. Unaweza kulala bila kuoga kwa sababu uko kwako, ila huwezi kutana na yule bila kuoga. Kwa nini? Na yeye akitoka anakutana nao wameoga vizuri, hata rudi kwako mama na kikwapa chako. Ukitaka kuja kanisani unaenda unaweka rasta za gharama, ukifika nyumbani linapigwa ndani, twende msibani. Nenda kakutane anayekunyang'anya mumeo, masaa yote rasta haitoki. Kwa nini? Ili mume wako akimuona anaweseka hivi. Wewe umeizoelea ndoa. Maandiko yanasema mwanamke akaona yale matunda yafaa kwa chakula. Wewe unaonaga tu mechipuko ya mume wako, matatizo yake uonake. Siku hizi tuna wanaume wanabeti, akiingia ndani kichwa yote inazunguka hivi. Wewe ni kuweka ugali mezani, ni kula na wanao, unamwacha mkeko umeshachanika. Muulize baba, kwa nini hauli? Baba, kunawaza nini? Utasikia tu, yani haya mamichezo nimeacha kabisa. Yani leo ilikuwa nile milioni 10 mke wangu. Hapo napatia mlango wa kwanza kusoma naye. Nakwambiaga mume wangu, utafutaji sawa uko wa aina nyingi, lakini hii kila siku naliwa ya nini? Achana nayo. Wewe utaki kujua leo mkeko umechanika au hujachanika. Akiingia nyumbani amepata pesa huko kwenye kibarua labda 100,000,
amepata pesa kwenye ajira yake, labda amepata mshahara, ameweka ili apate uongezeke, ameliwa wote. Nyumbani hamna bili za umeme, nyumbani hamna watoto hawajaenda shule, na aliweka ili hela iongezeke, imepigwa, unatakiwa mfariji. Haleluya. Wewe akifika na stress yake, wewe ni stress nyingine ya pili. Yaani yeye ana mawazo, wewe mawazo pati tu. Ila akienda kule nje anaulizwa, mbona leo hauko sawa? Unaumwa. Wewe neno lako ni moja, yamekuchanganya mwanamke yako. Alafu unamalizia kuingia chumbani kulala. Atakuja yeye mwenyewe akipenda kuja. Akipenda rudi kwa mwanamke yake, atajua mwenyewe. Na sasa hivi kuna mwanamke kombe la dunia, tunaangalia mpira wanaume mpaka asubuhi. Nikirudi nyumbani mwanamke yangu hata utaki kujua mkeka umechanika. Sasa nani anapenda kero? Mwanamke aliona, haleluya, chakula hiki chafaa, akampelekea na mume wake. Wewe unatambua lipi kwa mume wako kama mwanamke? Maana mwanamke ni msaidizi. Huyu jamaa alionekana hawezi kuanzia ujaja wewe. Hakikisha kwenye ndoa wewe unakuwa sehemu ya maisha yake. Kama mkeka umechanika, mfariji. Usimwambie mimi nilikwambia hii kazi uiache. Kumbuka wewe mpaka uolewe mnafanana akili. Maana aliyeletwa ni wa kumsaidia nini? Kazi. Haleluya. Wewe ni kipi unakiona kwako, kwa mume wako, ukakirekebisha? Leo mume wako akipata ajali, unajua nguo ya ndani aliyovaa? Amepata ajali, sura yote huku imeondoka, amebaki mwili. Kwa kuangalia singlet ya ndani, utajua ni mmeo? Hujui. Maana ameamka asubuhi, minguo iko hapo, ameitafuta mwenyewe. Wewe unachojua ameondoka kwenda kazini basi. Maana hata asubuhi ya mwagani, pengine sikio hajaenda kazini, kuna mahali ameenda. Sasa nyumbani mkiamka asubuhi, yeye amenuna, wewe umenuna. Nani bosi, nani msaidizi? Lazima uelewe wewe sio bosi. Lazima uelewe wewe ni msaidizi. Msaidizi wa majukumu yanayomwelemea. Kashaelemewa. Unasaidia nini? Au unaongeza matatizo? Haleluya, watu wa Mungu. Nataka nikuache na hili swali. Je, kwenye ndoa yako wewe ni msaidizi au unaongeza pressure za familia? Swali, wewe ni msaidizi au unaongeza pressure za familia? Haleluya, watu wa Mungu. Kwa leo tunaishi hapa. Nenda na hili swali. Wewe ni msaidizi wa majukumu ya mume wako? Kuanzia leo, anza kutambua kipi kinatakiwa kiongezeke kwa huyu baba awe sawa. Alafu kesho tutaendelea na maombi. Ile ombi tuliloanza nalo, ukienda nyumbani leo usiku ikifika saa 6 usilale, weka mkono tumboni. Haleluya. Anza kurudisha chochote adui alichokula kwako. Nimekwambia hao watoto wasioeleweka ni kwamba tumbo lako lilipigwa, linazaa watoto wasiotaka shule tu, linazaa watoto wasiotaka kuolewa tu, linazaa watoto wasiotaka kuoa tu. Shida iko huko. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 3, mwanamke alionekana anataka kujifungua, joka likawa karibu yake linasubiri atakachojifungua likile. Kwa kuna watoto walikwisha kuliwa. Unaishi na picha ya mtoto wako. Kaombe tumbo lako. Acha kulaumu mtoto haolewi, haoi, amekataa shule. Shika tumbo lako.
Sema chochote kwenye tumbo langu ambacho adui amekila na mimi nimebaki na picha tu ya ile kile kitu, irudi kwa moto. Siku hizi 5 ukifuatilia vizuri utafika mbali. Bwana akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza. Baba, natangaza baraka wanapotoka mahali hapa, kile Bwana umewafundisha, kile Bwana umeelekeza, wakakiishi katika jina la Yesu Kristo, amen. Kesho tutaendelea na kipengele cha pili, kinasema majukumu ya mwanamke. Kwa nini Mungu alikuleta duniani? Amekuleta ili ufanye nini? Na tutayaombea. Bwana kubariki. Twende nyumbani. Tutakutana kesho saa 9 kamili. Maombi yatakuwa yameshaanza. Bwana kubariki.